Yes. 4 years. Na hii month, yeah, our birthday month. August. Yes. By the way, Paris, unajua mwaka imeisha. Yeah. Na kuna zile decisions mtu ana making pale mwaka ikianza. Yeah. Unaona pale Januari hapo hivyo mwaka ikianza. Kuna zile decisions mtu huwa ana make. Yeah. Na like my friend alikuwa ameniambia yeye alikuwa anataka kununua shamba this year. Okay. Hebu by the way, tuongelele zile mistake mtu anaweza fanya. Ukitaka kununua shamba. Ni mistake gani yenye mtu unaweza fanya wewe kama client? Okay, sahi nikiwa kama client, I think most of the client wanagojeaga sana. Yes. Maybe uko interested sahi na unajua unataka like feel unataka kubuy like a lot somewhere. But again uko zile za hata uko decided uko zile za ama tu zitakuwa next year ama 10 years later nitabuy hiyo time. Kwanza unaona ukiwa hapa sasa kuna wale clients wanasemanga si mnauza pale matu lakini simkimaliza hiyo project mtaleta ingine. Wanasahuligi kwamba tunaweza kuwa na hii sahi kwa very prime. Yes. And then hiyo iishe for like the same place. Yes. So I think the best thing ama kama ukiwa client na unahitaji rad buy sanye unahitaji sanye una feel like you need a rad buy hiyo wakati. Na by the way tukiongelelea hiyo unajua pia unaweza kuwa na pesa sahi. Useme wacha tu ningoje ikaekae hapo kwa account nionange ka account kangu kakiwa kamzito. Na hiyo ni mistake because unajua the moment uko na pesa mingi ama uko na pesa a certain amount sijui mashida zinatokanga wapi. Wallahi hata mimi sijaelewa mashida zinatokanga wapi. Unapataga maybe uko na like 500k ulikuwa unataka kubuy plot ukasema acha zikae tu hapo kidogo. Acha zikae hapo. Nikuwe nafungua mbali naangalia tu budget hivi balance naona unasikia hapa niko na pesa. Unasikia brother yako bro sijui nimeshika na askari sijui nataka pesa ngapi sijui sijui nani ni mgonjwa. So alafu unajua kama brother yako ameshikwa maybe na makarao ama amengojeka huwezi muangalia hangaika usi ukiwa na pesa pale. Ni ukweli. So unaweza kutumia yenye ulikuwa umelisa ya kubuy shamba. Unajipata ushatumia zote. So hiyo naona gani mistake moja watu humake. Then number 2 unapataga client like amedecide anataka a certain location na kuna certain budget. Then anapatana na place nyingine si yenye alikuwa interested nayo another place. Then akili yake inamwambia ama ni buy ile place nyingine. Na maybe alikuwa anataka kubuy maybe tuseme matu ya kujega. Then unajipata ashabuy maybe place nyingine yenye haisafu purpose yake. Unajua hiyo ni ile mtu anasemanga. Unajua like ukienda kwa shop tuseme maybe you want to buy maybe tuseme maybe hata nguo. Tuongelelea hata nguo. Umeenda ukaonyeshwa hii, ukaonyeshwa ile. At long last utakuwa confused. Ukweli. So ukiangalia mashamba mingi pia utakuwa confused. There is a very high chance ya ku make this mistake. Ununue shamba then ukuja kusema bwana ninunua huku. Sidi nasema like ukibuy shamba na umedecide unataka certain location uko na certain budget na purpose yako ya hiyo land ni a certain purpose enda tu na penye unataka like penye umedecide. Yes. Another mistake most of our clients most of the clients wana makigi ni like they don't hawajagi site visit. Hapo sasa wakitumiwa pictures na mwenye anawauzia wako zile za plot ni gapi ni 3 nichagulie moja yenye wewe unataka. Then unapata maybe ukita site visit later on unapata penye uliuziwa si penye ulikuwa unafikiria. So a physical site visit is very very inakuanga muhimu sana. Na tukiongelelea site visit kama wewe uko hapo na wewe ni client na unataka kununua shamba. By the way, this is a very free advice. Kama unataka kununua shamba make sure umeenda site visit ama umetuma trustee. Kama uko diaspora watume trustee. Ukituma kama umetuma hiyo trustee ama wewe umeenda site enda msimame kwa hizo beacons zote. Usiambiwe beacon iko pale alafu hujafika hapo. Ukweli. Enda kwa site. Unajua like kuna client mwingine wangu alikuwa ananiambia yeye kuna mali alikuwa anauziwa shamba lakini hakuonanga beacons. Hakuonanga beacons. Aliambiwa iko pale tu. Aliambiwa iko pale. So baadaye vile alienda akapata kuko na beacon. So ukienda site make sure umekanyanga hizo beacons zote. Tuseme maybe umeonyeshwa plot number 6. Enda kwa hiyo number 6. Ukanyanga hizo beacons zote uconfirm. Another good thing with going to the site visit. Una confirm ile place yenye uliambiwa kama ni. True. Unaangalia kama ni social amenities unaziangalia. Na kama uko outside Kenya by the way si lazima hata wewe ukuje wewe physically. Unaweza tuma maybe a trustee. Alafu siku hizi unajua mambo imekuwa tu digital. True. Una video calliwa hapo unaona
kila kitu yote. Yeah, so tumesema ni very important for a physical site visit. Sasa umenikumbusha another point ni inaenda kushikana tu na site visit. After site visit lazima upewe copy ya title. Uende ufanye search yako ama due diligence. Tueleze more about that. In fact, naambianga clients ukianza kama uko na interest ya shamba kwanza uliza kama iko na title deed. Yes. Before hata uende site visit, uliza kama iko na title deed. Juu kama haina title deed, mbona uende site visit? By the way, hakuna haja. Tunasema shamba ni title. Na ile siku yenye umekuja site visit, onyesha hiyo title deed. Na kama hiyo location imekufurahisha, make sure umepata hiyo copy, either utumiwe soft copy ama mpewe hard copy. Yes. Wende ufanya due diligence. Na wakati nasema due diligence, ni kufanya search pale kwa Ministry of Lands. Yes. Search haifanyiwi place ingine. Search inafanywa kwa Ministry of Lands. Mahali hiyo shamba iko registered. Kweli. Unaona kama like zile zetu za huko Matu. Za Matu ziko registered under Machakos. Yes. So search ya huko unafanyia wapi? Machakos, yes. Kama ni za Thika, kama ni za Salama, unafanyia search Thika. Yes. Na search ifanywe place ingine. Not that. Search ifanywe place ingine, unafanyia hapo kwa Ministry of Lands. Yes. Na tukiongelea mambo za search, search kuna zile vitu zenye inaonyesha anga. Sema maybe shamba iko na loan. So nasikia kuna wale watu wenye wanatumianga maybe shamba kuchukua loan. Yes. So ikichukua loan na uende ufanye search, hiyo search inakuonyesha. Yes. Kama hiyo familia haijakubaliana, kuna kitu inaitangwa caution ama caveat. So tuseme maybe nyinyi ni watoto watatu na baba yenu anataka kuuza shamba. Unaweza enda wapi kwa court? Muweke caveat ama caution. Yes. So yule client mwenye atakuja kununua hiyo shamba akifanya search ataona iko na hiyo caveat ama caution. Sawa. So hizo I think hizo ndio zile serious mistakes watu wanafanya sana. By the way, true. And the good thing with us is wakikuja kwa ofisi yetu tuwapeleke site visit, na kama you are first time buyer tunakuguide throughout the whole process. In fact mimi nawaambianga wewe nipigie tu simu, ukipiga tu simu mimi nitakuelekeza kila kitu yote. I will guide you for free. At least mimi naambianga watu hivi, kama tumepatana na wewe hautakoniwa. Hata kama utanunua na mimi hautakoniwa. Mimi nita make sure nimekuguide every process. Every process. Alafu by the way ile kitu ingine nilikuwa nimesahau. Ukishaona ile shamba, assuming that umeenda site, umeona hizo beacons, kila kitu yote imekufurahisha mpaka umefanya search. Sasa ni wakati wa transaction. Yes. Sasa ni wakati wa transaction. Unaweza tumia maybe wakili wako. Mwandikiane agreement. Ama kama ni kwa ofisi kama kwetu tunawaandikianga agreement. So agreement ni muhimu sana. Agreement na kuanga agreement na receipt. Very important. So agreement ni ile agreement, it's just like a normal agreement. Ni ya kuonyesha tumekubaliana hivi. Tumekupea shamba na wewe umetupea nini? Umetupea pesa yako. In short tumekuuzia. Nayo receipt ni ya kuonyesha tumechukua pesa yako. Na hii ndio proof ya umetupea pesa. Yes. So I think hizo ndizo mistakes zenye tunaweza sema ni major na tumewaambia kuja kwetu tutawa guide through each and every process. Wasijali kama ni first time buyer ama ni second time buyer, tutawa guide through. So maybe to invite for site visits. Site visit ni free of charge. Na naambianga clients hivi, kama uko na interest ya shamba, just begin. Unaona ukiwa na maybe deposit, anza hapo. Usingoje ati upate pesa yote ndio uanze kununua, uanze kulipa. By the way, anza na ile yenye uko nayo. Then hizo zingine ulipe pole. Na ni kweli. The good thing with us is tuko na mpaka installments. Si lazima ulipe ati cash yote, unaweza lipa pole. So karibuni sana for free site visit. Tupigieni 0796 999 333 ama mtu inbox Facebook, TikTok ama Instagram. Dafari Property Developers, turning dreams into reality.